Sura ya 29. Kwa nini dhambi iliruhusiwa? Watu wengi huona kazi za mwovu zenye matokeo ya maafa na taabu za kila aina. Swali linachipuka vichwani kwangu, inawezekanaje mambo kuwa hivyo chini ya Mungu mwenye hekima zote, uwezo wote na upendo wote? Watu wanaopata kuwa na mawazo ya jinsi hii hujipatia udhuru wa kuukana ukweli wa maandiko matakatifu, mapokeo na kulitafsiri vibaya neno la Mungu kuhusu tabia ya Mungu ilivyo na asili au msingi wa serikali yake na kanuni zake za kushughulikia dhambi. Huwatia watu gizani na mashakani. Haiwezekani kueleza asili ya dhambi ili kufahamu mwanzo wake na jinsi ilivyo, walakini kuna maelezo ya kutosha kufahamu mambo ya dhambi na mwisho wa dhambi pia, ili kudhihirisha ukarimu na haki ya Mungu. Mungu hakuwa ndiye asili ya dhambi. Kwa Mungu hakuna hali ya machafuko wala unyimivu wa neema yake wala upungufu wowote katika serikali yake ambao unaweza kusababisha uasi na machafuko. Dhambi ni mwingiliano wa uasi bila kutakiwa, na hakuna awezaye kuielezea. Kuitetea ni kule kuikubali. Kama isingelitetewa, isingalikuwa hapo kabisa. Dhambi ni uhasama kati yake na sheria ya upendo ambayo ndio msingi wa serikali ya Mungu. Kabla dhambi haijaingia duniani, kulikuwa na amani na furaha kote katika malimwengu. Kumpenda Mungu kulikuwa jambo kuu kabisa, na upendo kati ya viumbe ulikuwa usemeki. Kristo ambaye ni mwana wa pekee alikuwa pamoja na Baba wa milele katika asili, tabia na makusudi. Ni yeye tu aliyeingia katika mashauri yote ya Mungu na makusudi ya Mungu, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16. Sheria ya upendo ndio ilikuwa msingi wa serikali ya Mungu. Furaha na raha ya viumbe vyote vilivyoumbwa ilitegemea jinsi wanavyowafikiana na kanuni za haki. Mungu hana furaha na kulazimisha viumbe wamtii. Kwa viumbe vyote alitia uhuru kamili, uhuru wa dhamiri, ili wamtumikie kwa uhuru, kila mmoja kwa hiari yake, sio kwa shuruti. Lakini alikuwako mmoja aliyechafua mpango huu wa uhuru. Dhambi ilianza kwake, ambaye ndiye alikuwa wa pili kwa Kristo, mwenye heshima kuu mbele za Mungu. Kabla hajaanguka, Lusifa alikuwa kerubi wa kwanza afunikwaye, mtakatifu asiye na waa. Bwana Mungu asema hivi: wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima ya ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu, nawe ulisema, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi katika mlima wa mkutano. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Ezekieli sura ya 28 mstari wa 12 mpaka wa 17, sura ya 28 mstari wa 6, Isaya sura ya 14 mstari wa 13 na wa 14. Heshima ya kufunika ambayo Baba aliitoa kwa mwanawe alitamaniwa na malaika huyu, ingawa alikuwa na heshima. Heshima ya Kristo ilimuhusu yeye tu, wala sio mwingine. Basi sasa alama ya kutoridhika ilionekana katika umoja wa ajabu uliokuwa mbinguni. Kujitukuza kwa ufanisi hakukuruhusika huko. Lilikuwa chukizo baya mno kukufikiri. Utukufu wa Mungu ulikuwa unatosha kabisa. Baraza la mbinguni lilimsihi juu ya nia yake kuwa aiache. Mwana wa Mungu alimweleza uzuri wa haki ya Muumbaji pamoja na utakatifu wa sheria yake. Kama akijenga na sheria hiyo, Lusifa atakuwa amemdharau Muumbaji wake na kujiletea uharibifu mwenyewe. Lakini honyo hilo lilipingwa. Lusifa aliendelea kumwonea Kristo wivu. Kiburi kiliongeza tamaa ya ukuu wa Lusifa, akawa mtaka makuu. Heshima kuu aliyopewa haikumfanya awe na shukrani kwa Muumba wake. Alikaza nia yake ya kufanana na Mungu, walakini mwana wa Mungu pekee yake ndiye alikuwa na cheo hicho, yaani yeye alikuwa katika umoja wa Baba kwa kila hali. Katika mashauri yote ya Mungu Kristo alishiriki, lakini Lusifa
hakuwa na hadhi hiyo. Hivyo aliuliza, kwa nini Kristo tu awe na hadhi hiyo na mimi sivyo? Kutoridhika miongoni mwa malaika. Lusifa alipotoka mbele za Mungu alikwenda kwa malaika ili kueneza kutoridhika kwake na roho ya manung'uniko kati yao. Alitenda hivyo kwa siri sana, akificha kusudi lake hasa na kueleza tu ya kuwa Mungu anataka heshima ya lazima wala si ya uhuru na hiari. Alishambulia sheria ya Mungu ambayo inatawala katika enzi yote kuwa ni ya ubeberu. Akasema kuwa malaika wangeachiwa uhuru kamili ili wafanye wapendavyo kwa hiari yao, kwamba Mungu hakufanya haki yao yote kumuinua Kristo juu kuliko yeye. Lusifa alisema kuwa hakuwa na kusudi la kujitakia heshima, ila alitaka uhuru wa wote wa mbinguni ili wawe na heshima. Mungu alimvumilia Lusifa muda mrefu, hakumwachisha cheo chake hata wakati alipoonekana akienda kinyume na utaratibu na kuwaeleza malaika mambo yasiyo ya kweli. Alipewa muda wa kutubu na kujirekebisha mara nyingi. Juhudi za Mungu na upendo za kumtaka Lusifa ajirekebishe ilikuwa ni kana kwamba ni kumthibitisha kosa lake. Manung'uniko na kutoridhika havikujulikana mbinguni kabla ya wakati huo. Hata Lusifa hakuelewa matokeo hasa ya hali hiyo anayoanza, kwa kuwa hoja zake hazikuwa na sababu yoyote. Lusifa aliamini kwamba sheria ya Mungu ina kasoro, ni ya uongo, na kwamba haina budi kukiri wazi mbele ya wakao mbinguni kuwa wamekosea. Kama angelifanya hivyo, angejiokoa yeye pamoja na malaika wengi. Kama angelihiari kumrudia Mungu akiridhika na cheo chake, angerudishwa katika hadhi yake kama kwanza. Lakini kiburi kilimzuia kujitoa. Akajiona kuwa hana haja ya kukiri wala kutubu, na kwa njia hiyo alijitia katika mapambano ya muumbaji wake. Uwezo wake wote akautumia katika udanganyifu tu. Hivyo akajipendekeza kwa malaika ili wamuunge mkono. Shetani alisema kuwa hakutendewa haki wala hakueleweka vyema. Kwa njia ya kuyapindua maneno ya Kristo, akamshtaki kwa malaika kuwa anakusudia kumwondolea cheo chake na kumshusha mbele ya wote wa mbinguni. Uwezo wake wote akautumia katika udanganyifu tu. Hivyo akajipendekeza kwa malaika ili wamuunge mkono. Shetani alisema kuwa hakutendewa haki wala hakueleweka vyema. Kwa njia ya kuyapindua maneno ya Kristo, akamshtaki kwa malaika wote kuwa anakusudiwa kuondolewa cheo chake na kumshusha mbele ya wote wa mbinguni. Wale wote ambao hakuweza kuwashawishi, aliwashitaki kuwa ni wachafuzi wa mbingu. Alitafuta kumtia dosari muumbaji. Lilikuwa kusudi lake kuwatatanisha malaika na mashauri yake ya uongo kuhusu makusudi ya Mungu. Kila kitu alijaribu kukitia dosari, alafu kusukuma malaumu yote kwa Mungu kuwa ndiyo nia yake. Cheo alichokuwa nacho kilimwezesha kufaulu kushawishi na kuchafua mambo. Wengi walidanganyika wakijiunga pamoja naye katika uasi huo. Shetani alikuwa mwenye heshima kuu na matendo yake yalifunikwa na hali ya siri ya ajabu. Hata haikuwezekana kwa malaika kuelewa mambo yake hasa mpaka alipodhihirika wazi kabisa. Viumbe watakatifu hawakuweza kufahamu matokeo ya kuiacha sheria ya Mungu. Mara ya kwanza Shetani alidai kuwa analeta heshima ya Mungu na ufuasi wa wote wakao mbinguni. Mungu aliposhikilia dhambi, alitumia njia ya haki na kweli peke yake. Shetani aliweza kutumia mambo au njia zile ambazo Mungu hawezi kutumia, yaani njia ya ubembelezaji na udanganyifu, tabia ya mnyang'anyi. Shetani lazima idhihirike wazi kwa wote. Lazima apate muda wa kutosha wa kujidhihirisha jinsi alivyo na jinsi matendo yake yalivyo, ambavyo ni udhalimu, mafarakano ambayo ameyaleta huko mbinguni. Alimlaumu Mungu kuwa ndiye ameyasababisha. Maovu yote aliyoyasababisha aliyatupa kwa Mungu, kwamba yamesababishwa na utawala mbaya wa Mungu. Kwa hiyo alipewa muda wa kuonyesha uzuri wa kubadili kanuni za utawala wa Mungu na kushika kanuni mpya. Kazi zake mwenyewe zikamhukumu. Malimwengu yote yataona udanganyifu wa Shetani uliofanikiwa na sasa uko wazi. Hata wakati alipoamriwa kuwa hawezi kuishi mbinguni tena, Mungu kwa hekima yake hakumharibu na kumwangamiza. Utii wa viumbe vya Mungu lazima usimame juu ya haki yake tu. Kama Mungu angemwangamiza Shetani kabla ya viumbe wa Mungu hawajaona uovu wa udanganyifu wake, wasingeelewa ukweli wa haki ya Mungu. Kama angeangamizwa mara moja, viumbe wa Mungu wangeshtuka sana na kujaa hofu. Hivyo wangemtumikia Mungu kwa hofu tu, wala si kwa hiari na upendo kwa ajili ya mema ya viumbe wote wa Mungu. Shetani aliachiwa muda aonyeshe kazi zake za uovu mpaka kile kiumbe kione wazi na kufahamu, ili katika kumharibu pasiwepo na yeyote atakayeshtuka. Shetani na uasi wake wa sheria ya Mungu vitakuwa na
ushuhuda wa madhara ya dhambi. Utawala wake utakuwa kielelezo cha kuiacha sheria ya Mungu. Historia ya utawala wa Shetani na uasi wake utakuwa fundisho la kudumu kwa viumbe wote, kwamba Mungu ni wa haki na sheria yake ni ya haki na kweli. Viumbe wa Mungu watajiepusha na dhambi na adhabu yake. Ilipotangazwa kwamba Shetani na wafuasi wake wanafukuzwa kutoka katika makao ya raha milele mbinguni, alikubali bila aibu na kukiri kuwa sheria ya Mungu ina kasoro. Akaitaja sheria ya Mungu kuwa ni ya kibeberu inayowanyima viumbe uhuru. Akatangaza nia yake kuiondoa sheria hiyo na kuleta sheria yake ambayo ni bora kuliko hiyo ya Mungu. Yake ni ya uhuru wala haina vikwazo. Kufukuzwa mbinguni, Shetani na jeshi lake walitupa lawama ya uasi wao juu ya Kristo, kwamba kama wasingalishurutishwa wasingaliasi. Hata hivyo, walizidi kudai kuwa wamekatili watu kwa nguvu bila haki. Walakini hata hivyo, mwasi mkuu wa wafuasi wake walifukuzwa kutoka mbinguni. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Roho ya uasi wa Shetani bado inachochea hali ya uasi duniani kwenye watu wenye hali ya kuasi. Kama yeye afanyavyo, huwaidia watu uhuru, hali wamo katika kuasi sheria ya Mungu. Uthibitisho wa dhambi hata leo huamsha chuki kwa watu. Shetani huwaamisha watu kwamba wao ni wenye haki na huwatafuta wengine waungane mkono katika hali yao ya kufanya dhambi. Hudai kwamba wale wanaowathibitishia dhambi zao ndio wenye makosa. Hufanya hivyo badala ya kujutia dhambi zao. Jinsi alivyosema mbinguni kuwa Mungu ni mkatili, ndivyo alivyowaingiza watu katika dhambi. Hudai kuwa ukatili wa Mungu umewaingiza watu dhambini, sawa kama ulivyomuingiza yeye katika uasi. Kitendo cha kumfukuza Shetani kutoka mbinguni kilionyesha haki ya Mungu na sheria yake, lakini wakati mwanadamu alipokosa, Mungu alithibitisha upendo wake na kumtuma mwanaye ili awafikie wakosaji. Katika upatanisho, tabia ya Mungu hudhihirishwa. Msalaba wa Kristo ulidhihirisha kuwa dhambi haikutokana na serikali ya Mungu. Wakati huduma ya Kristo duniani, mdanganyifu mkuu Shetani aliwekwa peupe, maeneo yake ya kufuru kwamba Kristo amsujudie. Chuki ya ajabu aliyonayo kwa Yesu, akimwinda mchana na usiku, alivyowachochea makuhani na watu ili wakatae upendo wake na kupaza sauti zao na kusema, msulubishe, msulubishe. Hayo yote yalishangaza malimwengu yote. Mwovu huyu alitumia uwezo wake wote ili amwangamize Kristo. Shetani aliwatumia watu kama wajumbe wake wa kuleta matatizo na huzuni katika maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Hasira na ghadhabu na kila aina ya mateso yote vilitumika kwa mwana wa Mungu pale katika msalaba wa Kalvari. Sasa hatua ya Shetani haifichiki tena, naona haina udhuru. Ameonyesha tabia yake ya kweli jinsi ilivyo. Uongo wa Shetani juu ya kulaumu mpango wa Mungu umedhihirika kwa wote. Amemshtaki Mungu kuwa ni mtaka makuu, ni mkatili, ni beberu, ni mpenda ubinafsi. Sasa ilionekana kuwa mtawala wa malimwengu amefanya toleo la ajabu kwa upendo, kwa kuwa Mungu alikuwa ndani ya Kristo kuupatanisha ulimwengu wake mwenyewe. Wakorintho 2 sura ya 5 mstari wa 19. Kristo alijinyenyekeza na kuwa mtii mpaka mauti ili apate kuiharibu dhambi. Hoja kwa ajili ya mwanadamu. Mbingu yote iliona haki ya Mungu imeridhika. Shetani alikuwa amesema kuwa dhambi ya mwanadamu haina cha kuiponya, lakini kumbe adhabu ya kuvunja sheria ilimwangukia aliye sawa na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu aliwekwa huru kuipokea haki ya Kristo, na kwa njia ya toba akashinda nguvu za mwovu. Lakini Kristo hakuja kumwokoa mtu hivi hivi tu kwa kumfia. Alikuja ili aonyeshe malimwengu yote kuwa sheria ya Mungu haibadiliki. Kifo cha Kristo kilithibitisha kuwa haki na rehema ndio msingi wa serikali ya Mungu. Katika hukumu ya mwisho itaonekana kuwa hakuna sababu ya kuibakiza dhambi iendelee, wakati mhukumu wa ulimwengu atakapomuuliza Shetani akisema, kwa nini uliniasi? Mwasi huyu hatakuwa na la kujibu. Kwa kilio cha Mwokozi msalabani, imekwisha. Matanga ya Shetani yalitangazwa, mashindano makuu yaliamliwa, adhabu ya mwisho ya uovu ilipangwa. Siku itakapowadia iwakayo kama tanuru, na wenye kiburi wote na watendayo maovu wote watakuwa makapi, na siku hiyo itayateketeza, asema Bwana wa majeshi, isiliachie shina wala tawi. Malaki sura ya 4 mstari wa 1. Uovu hautanuka tena kamwe.
sheria ya Mungu itaheshimiwa kama sheria ya uhuru. Viumbe vyote vya Mungu vilivyokombolewa na vile vilivyoshuhudia shindano hili havitainuka kamwe kwenda kinyume cha sheria ya Mungu ambayo ni haki na uhuru na upendo usiopimika.